DW Dunia Yetu Leo Mchana. Naam, hii leo mchana tuna mengi, kuanzia hali ilivyo Tehran kufuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu. Vita hivyo vimeingia siku yake ya 6 huku Israel ikilenga miundo mbinu ya Iran na Iran nayo ikivurumisha makombora kuelekea Tel Aviv. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Je, Afrika inakabiliwa na athari gani kutokana na mzozo huo wa Mashariki ya Kati? Hilo pia nitakufahamisha katika matangazo haya ya mchana, na tutaviangazia pia vita vya Urusi na Ukraine. Ukraine yasema Urusi imetumia droni kuishambulia meli yake ya mizigo. Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Jacob Safari. Kabla ya kusikia mengi tuliokuandalia katika matangazo haya, nakukumbusha tu kwamba unaweza kututumia ujumbe wako kutokana na kile utakachokisikiliza. Tuma kupitia Facebook, YouTube na hata Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Kumbuka tuko live pia kupitia chaneli zetu hizo za YouTube na Instagram. Tuanzie huko katika vita hivyo vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Israel imefanya mashambulizi makubwa mjini Tehran likilenga kile ilichosema ni miundo mbinu ya mamlaka za Iran. Kwa upande mwingine, Iran nayo imevurumisha makombora kadhaa kuelekea Israel na kuwafanya maelfu ya raia nchini humo kukimbilia kwenye maeneo salama. Babu Abdalla na taarifa zaidi. Waandishi wa shirika la habari la AFP walioko mjini Tehran wameripoti kuona ndege kadhaa za kivita zikipita angani upande wa magharibi mwa mji mkuu huo na kusikia milipuko mikubwa. Jeshi la Israeli limesema mashambulizi yake ya hivi karibuni dhidi ya Iran yameutikisa uongozi wa kidini wa jamhuri hii wa Kiislamu. Efi Defrin ni msemaji wa jeshi la Israeli. Lengo la operesheni hiyo ni kusababisha uharibifu mkubwa ndani ya serikali ya kigaidi ya Iran hadi iondoe kitisho kilichopo, na tunaendelea kusababisha madhara kwa uongozi uliopo. Ni muhimu kwangu kusema kwamba tayari Iran imetikisika. Ilitikiswa na shambulio la kwanza Jumamosi asubuhi wakati uongozi ulipoondolewa, na kila siku tunaendelea kuudhoofisha zaidi hadi tishio liondoke. Ama kwa upande mwingine, mapema leo mjini Jerusalem milipuko imesikika baada ya onyo la shambulio la makombora, huku mamlaka ikiwaondoa haraka watu kutoka majumbani mwao na kuwapeleka maeneo salama. Kwingineko, Iran imewashambulia wapiganaji wa Kikurdi walioko nchini Iraq, ikiwatuhumu kupanga njama za kuingia nchini Iran kisiri. Ripoti zinaeleza kuwa Marekani inadaiwa kuwapa silaha baadhi ya wapiganaji hao, jambo ambalo Tehran inaliona kama tishio kwa usalama wake wa ndani. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama la Iran, Ali Larijani, ametoa onyo kali kwa makundi hayo ya Kikurdi, akisema serikali itakabiliana nayo vikali. Na nchini Lebanon, Israeli imesema vikosi vyake vimevilenga vituo kadhaa vinavyotumiwa na wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Beirut kupanga operesheni zao. Shirika la habari la Lebanon NNA limeripoti kuwa shambulio la droni la Israel lilipiga jumba moja katika eneo la Bedawi karibu na Tripoli na kumuua afisa mwandamizi wa Hamas Wasim Atala Ali pamoja na mke wake. Kiongozi wa Hezbollah Naim Qasim ameapa kuendeleza mapambano dhidi ya Israel, akisema kundi lake limefanya takriban mashambulizi 15 yaliyolenga maeneo ya Israel ikiwemo Tel Aviv. Iran imelipiza kisasi kwa kushambulia maeneo yanayohusishwa na Marekani katika mataifa ya Ghuba pamoja na miundombinu ya nishati. Milipuko imesikika mapema leo katika miji mikuu ya Doha, Qatar na Manama nchini Bahrain. Naam, asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo. Afrika inakabiliwa na athari zinazoongezeka kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Bara hilo limo katikati ya mabadiliko ya kijeshi, kiuchumi na kidiplomasia na haliwezi kubadilisha chochote. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zinaendelea kupanda na usafirishaji wa baharini unakumbwa na vitisho vinavyotokana na mzozo huo, hali inayoongeza mzigo kwa uchumi dhaifu wa mataifa mengi ya Afrika. Zaidi anasimulia Saumu Njama.
Baadhi ya nchi za Afrika zina vituo vya kijeshi vilivyo karibu na maeneo yaliyo hatari kutokana na kuwa katika umbali unaoweza kufikiwa na makombora ya Iran. Katika pembe ya Afrika, Djibouti na Somaliland ni miongoni mwa maeneo yanayoweza kulengwa endapo mgogoro utapanuka. Djibouti ina kambi kubwa ya kijeshi ya Marekani iliyo karibu na Yemen, ambako waasi wa Houthi wana silaha nzito zinazotolewa na Iran. Somaliland nayo inahusishwa na uwepo wa bandari na kituo cha kijeshi cha Berbera kinachoendeshwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, ambao ni wapinzani wa Iran. Israel pia imekuwa nchi ya kwanza kutambua rasmi uhuru wa Somaliland kutoka Somalia, na vyanzo vya kidiplomasia vya magharibi vinasema huenda tayari kuna wanajeshi wa Israel katika eneo hilo.